sisi kama viongozi tutajaribu juu chini, tujaribu jinsi ambavyo tunaweza badilisha maisha zetu. Si safari ya siku moja, si safari ya siku mbili, ni safari ambayo sisi wote tutawapeleka ili mwende muone mazuri. Jaribu juu chini, kama viongozi tuwashike mikono, tusaidie watoto wenu wasomeshwe, tuwatengenezee barabara, tuwaletee maji safi, watoto wenu na nyinyi mpate kazi. Hiyo ndio kazi ya uongozi. Kisha tukishatenda mema, tutaenda zetu. Na watu wa kanisa wa AIPCA, mimi nawaomba kama jinsi ambavyo yule mwizi aliomba Yesu wakisulubiwa pamoja, aliambia Yesu, na siku ya mwisho nikumbuke, siku ya mwisho mama nikumbuke, siku ya mwisho baba nikumbuke, siku ya mwisho kijana mwenzangu nikumbuke. Maanake najua hapa mbele Mwenyezi Mungu atatufungulia njia. They may come to us the way the Bible says in the book of 1 Samuel 17-45. The Bible says that they will come to us, they will come against us with a sword, against us with a spear, but we will go to them, we will go against them with the word of God, in the name of the Almighty God. So we not give up. Wengine wanaweza taka ku give up hapa. Bible, in the book of Samuel, Daudi mwenyewe anasema, Daudi alidharauliwa bishop mpaka na babake. Unaweza kaa hapa unadharauliwa, unaweza kaa hapa na vitu haziendi sawa sawa, lakini Daudi angewahi ku give up, angewahi kuwa king. Daudi, Samuel alipoenda katika familia ya Jesse, alisema anataka kuanoint mtu, akawalainisha na ndugu wake wote. Lakini baba ya Daudi mwenyewe Jesse alisahau mtoto wake mwenyewe. Inamaanisha hata yeye hakuamini kwa mtoto wake, kwa sababu alisema ndio hao hapa mbele. Nasema kuna mwingine alikuwa huyo mwenye yuko ndio babu wawili, na tunasema ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Ni babu kwa sababu bila babu tabu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Bishop, asante sana.